Karibu tena kwenye channel yetu ya Lumuli Image. Upo na mimi Francis Tweve na tunaenda kuangalia jinsi ya kufanya maombi kwenye hizi kazi ambazo zimetangazwa za TAKUKURU. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa kufanya, hakikisha una mtandao mzuri kwenye simu yako au kwenye kompyuta yako. Kwa mfano mimi natumia PC hapa. Unaenda moja kwa moja kwenye Google. Ukifungua Google yako, jambo la pili ni kuangalia zile nafasi ambazo zimetangazwa. Basi andika ajira PCCB mwaka 2026. Ukisha ingia hapo, nenda kwenye linki ya kwanza kabisa ambayo inahusisha na mambo ya TAKUKURU, ifungue. Ukifungua humu ndani utaona kuna maelezo mengi yako hapo juu, lakini nenda moja kwa moja kwenye sehemu pameandikwa ajira. Okay? Ukigusa sehemu ya ajira utakuja kuona tangazo likiwa linasema mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU anawatangazia Watanzania wenye sifa kuomba kuajiriwa nafasi za kazi katika ofisi ya TAKUKURU wilaya kama inavyoonekana hapo chini. Kwa hiyo kuna masharti, na hili tangazo limechapishwa tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka 2026, na kuna sifa mbalimbali hapo za waombaji ambazo zimeorodheshwa hapo, ikiwa ya kwanza, mwombaji lazima awe mtu mwenye uadilifu wa hali ya juu, mwombaji asiwe na rekodi yoyote ya uhalifu, awe tayari kufanya kazi katika wilaya yote ya Tanzania bara, mwombaji lazima awasilishe nakala za vyeti halisi zilizothibitishwa. Alafu huku mbele inaendelea kwa kusema kwamba mwombaji atakayewasilisha vyeti vya kugushi au kutoa taarifa za uongo atachukuliwa hatua za kisheria. Mtu yeyote ambaye amefukuzwa au ameachishwa kazi katika utumishi wa umma kwa maana ya serikali kwa sababu yoyote ile hastahili kuwasilisha maombi. Mtumishi wa umma anayeomba nafasi hii anatakiwa apitishe barua yake kwa mwajili wake, maombi yake yapite huko. Lakini pia kuna vile tunasema nakala za kuambatanisha. Anasema nakala za hati, kuna cheti cha shahada au stashahada ya juu ya nakala ya matokeo ya masomo. Anataka cheti cha form 4 na kidato cha 6. Anataka vyeti vya darasa la 7, cheti cha kitaaluma pale inapohusika na cheti cha kuzaliwa. Hivyo ni vitu ambavyo wanavihitaji hapo. Lakini pia anasema vyeti vya kitaaluma ambavyo labda mtu amesoma nje ya nchi, basi anatakiwa aende akaviwasilishe kwanza, vipate uthibitisho kutoka TCU, NACTVET au NECTA. Mwombaji lazima ambatanishe CV ukijumuisha maelezo kuhusu uzoefu wako wa kazi, anwani ya makazi, anwani ya posta, barua pepe na nambari ya simu. Mwombaji lazima awasilishe majina na mawasiliano ya kuaminika ya wadhamini watatu. Kwa lazima uwe na wadhamini watatu. Anasema kitambulisho cha taifa NIDA au nambari ya utambulisho wa NIDA ni lazima. Barua ya uthibitisho, sehemu ya nakala ya matokeo ya masomo au slipi ya matokeo ya mtihani hazitakubaliwa. Barua ya maombi lazima iandikwe kwa mkono kwa lugha ya Kiswahili au Kiingereza. Maombi yasiyojumuisha nyaraka zote zilizohitajika hayatazingatiwa, kwa maana ukikosa nyaraka zilizoelezwa hapo juu, basi maombi yako yatatupiliwa mbali. Waombaji watakaopita mchujo wa awali tu ndio watakaojulishwa. Kwa maana nyingine, ukiandika barua yako vizuri alafu ukaambatanisha hizi nyaraka zote wanazozisema hapo juu, inamaanisha kwa maana ya kwamba una uhakika mkubwa wa kupita mchujo wa awamu ya kwanza, na pia watakupa taarifa. Okay. Sehemu ya chini ina nafasi sasa ambazo zimetangazwa. Nafasi ya kwanza ni afisa uchunguzi ambazo zimetangazwa nafasi 250. Ukisoma hapo utaona kuna zile sifa ambazo zipo, wanataka taaluma mbalimbali ambazo ziko hapo: uhasibu, usanifu majengo, usimamizi wa biashara, usanifu wa majengo, ukadiriji wa majengo, quantity surveying, uhandisi
wa usindikaji wa kemikali, maendeleo ya jamii, sayansi ya kompyuta au tehama, uhandisi wa ujenzi, uchumi na mipango, uhandisi wa umeme, lishe na sayansi ya chakula, usimamizi wa rasilimali watu, usimamizi na tathmini ya ardhi, sheria, uhandisi wa mitambo, uhandisi wa mafuta wa gesi, ununuzi na ugavi, usimamizi wa miradi, ushauri nasaha, utawala wa umma, mahusiano ya umma, mawasiliano ya umma, usimamizi wa kumbukumbu, sayansi ya michezo au elimu ya viungo, takwimu na uhandisi wa maji. Kwa hizi ni taaluma ambazo ukiwa nayo basi sifa ya kitaaluma unakuwa umeshapita hapo. Sifa ya pili anasema katika ufaulu wako basi uwe na ufaulu wa wanasema daraja la pili la chini, lower second class. Issue nyingine anasema waombaji waliosajiliwa na bodi za kitaaluma watapewa kipaumbele. Wale ambao wapo kwenye bodi, kwa mfano wahandisi lazima wasajiliwe kwenye bodi, wanasheria lazima wasajiliwe kwenye bodi, na watu wengine wahasibu wana bodi zao pia. Hao ambao watakuwa wamesajiliwa kwenye bodi basi watapewa kipaumbele zaidi. Sifa zingine nasema waombaji wasio wamefika umri wa miaka 29. Kwa maana nyingine mtu anayeomba awe na umri chini ya miaka 29, kwa maana 28. Na kama basi ana 28 na kidogo, hiyo kidogo yake isije akawa kabla ya kufikia mwezi Mei 2026 akawa tayari na 29. Hapana, labda kama 29 anaweza akafikia mwezi wa 6, basi anaweza kuomba. Nafasi ya pili ni mchunguzi msaidizi. Hizi nafasi ziko 250 ambazo zina sifa pia hapo, sifa za muombaji ziko nyingi kidogo. Kuna sifa za kitaaluma, wanasema angalau ana cheti au stashahada kwenye shule, vyuo vinavyotambulika na serikali kwenye moja kati ya fani zifuatazo anazitaja hapo. Kuna ulinzi, kuna ufundi wa magari, kuna ujuzi wa udereva, daraja C, huduma kwa wateja au msaidizi wa ofisi, msaidizi wa uhasibu, masomo ya ukatibu, fundi wa kompyuta, fundi wa mashine ya ofisi. Kwa hizi nafasi za mchunguzi msaidizi zinaangalia sifa hizi hapa. Na sifa nyingine kwenye msaidizi wanataka awe na miaka kuanzia 18 na isizidi 25. Kwa maana nyingine ametoka tu kumaliza chuo, hii nafasi inamhusu sana, anaweza akahusika sana kwenye hilo eneo. Jinsi ya kuwasilisha maombi, anakuambia maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektroniki wa ajira ya TAKUKURU ambao anwani yake ni ajira.pccb.go.tz na si vinginevyo. Maombi yatawasilishwa kwa njia ya posta. Maombi yatakayowasilishwa kwa njia ya posta au kwa mkono hayatapokelewa. Barua ya maombi ya ajira ziandikwe kwa anwani zifuatazo. Kwa hiyo kwenye sehemu ya kwanza tunaishia hapo, kwa maana ya kwamba tumefanya uchambuzi na tumeona mwisho wa kutuma maombi yetu ni tarehe 3 mwezi wa 5 2026. Kwa hiyo unaweza ukasema chochote kwenye uchambuzi huo, alafu sehemu ya pili ndipo tutaanza kuingia kwenye mfumo sasa, namna ya kuweza kufanya maombi kwa njia ya hii poto ambayo imewekwa hapo. So ulikuwa na mimi Francis Tweve na hii ni Lumuli Image. Chao.